jamaa watakuwa ndarama kubwa kwenye Oro Cinema. Jina lake ni Michael Madison. Michael Madison ako kwa club. Club ni pahali kwa kirafu, yani pahali kama vile kwa Jago Mosmos. Ako kwa club, yani ako kwa club, ako pahali kama vile kwa Jago Mosmos. Ameketi design kama hiyo. Kunaye jamaa fulani wanaongea na yeye. Huyu sasa Michael Madison. Na kama ilivyo kawaida basi mara mingi kwanza akajipiga hapa basi bila shaka pale tot. Design kama hiyo, yani tot ni kapombe unakunywa kidogo, hapana kunywa pombe kama uji. Akaamua kama ilivyo kawaida ya club watu kukaa wanaanza kupatiana story. Kwa hivyo yeye alianza kuhadithia ka story. Akadai the year 2005 waliweza kukuingilia kwenye mission. Yeye hapa basi bila shaka pale na kikosi cha mabishti, na tena hapa basi bila shaka pale kikosi cha wanajeshi kidogo. 2005 walikuingilia hapa basi moja kwa moja upande hapa basi bila shaka pale wa Ferosa Iraq hapa shisha. Introduction ya sinema. Ala, walifaa kufanya mission, lakini kuna jamaa moja ambaye hapa basi bila shaka pale ni retired. Huyu sasa, huyu jamaa ambaye hapa basi bila shaka pale ni retired mwenyewe ndio huyu Jai Michael White. Ala, Iraq akaanza kumaliza masoja wa Iraq sasa. Akaanza kumaliza kikosi fulani hapa basi cha waasi huku upande wa Iraq. Anakishambulia stara kama hiyo. Check Jai Michael White. Na Jai Michael White alikuwa kwenye mission kivyake. Akana piga marasasi stara kama hiyo. Jai Michael White. Abara machizo. Anahadithia Michael Madison. Hapa ni upande wa Iraq. Kuna kikosi cha magaidi ambacho kiko ara za nyoizi. Ala, na kuna information fulani ambao alikuwa anahitaji Jai Michael White. Kuna information alikuwa anahitaji na ameshaichukua. Lakini yeye alikuwa kivyake. Jai Michael White alikuja kivyake. But kuna kikosi cha wanajeshi cha American Special Forces ambacho kilikuwa kimetumwa ara za nyoizi. Kikakuingilia. Jai Michael White alifika kitambo akuwa peke yake. Lakini kikosi hapa basi bila shaka pale cha wana American Special Forces walikuingilia. Zile information ambazo ashachukua tayari Jai Michael White. Kisha kombora asanta linaangushwa hapa basi bila shaka pale kombora stara kama hiyo na American Air Force. Kuna information ambao wanahitaji hapa basi bila shaka pale upande wa Iraq. Bado ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Ala, makombora zinawachiliwa stara kama hiyo. Vigilante Diaries ndilo title la horror cinema. Cheki wale masoja venye wanafanyia wale hapa basi magaidi. Wale masoja sasa, masoja asanta kabidhiana hapa basi bila shaka pale na kwanza wewe weko kando, kisha risasi mwenzako asanta. Mwingine ni huyu wapopo, chukua kisu wala daga kisu cha kichwa kumalizwa. Ndege bado linaangusha makombora stara kama hiyo. Huyu jamaa jina lake la sinema hapa basi ni Vigilante. Huyo shasha Vigilante, bado wanajeshi wa Amerika wanakuingilia. Huyu jamaa ndiye starring kwenye sinema Vigilante. Jina lake kamili ni Paul Sloan, ama ukipenda jina la sinema Vigilante. Asante sana. American soldiers waliendelea kuzingira zile basement maridadi zaidi, lakini kuna bidhaa fulani ambao wanahitaji. Huyu jamaa mweusi naye anajulikana kama vile hapa basi bila shaka paro ukipenda Wolfman. Sasa kufika upande wa nje walipata ex-military Jai Michael White. Wakamuliza, what are you doing here? You are not supposed to be in the mission. Akadai sasa yeye anajifanyiaga yeye mwenyewe kazi. Anajifanyia kazi yeye mwenyewe. Na wanajuana vizuri zaidi hapa basi na Wolfman. Kwa hivyo Wolfman alimwambia ukitaka kunipiga risasi nipige. Walikuwa wanafanya kazi na yeye kitambo. Jai Michael White akawacha kazi. Kwa hivyo Wolfman alimwambia hapa basi kama umekuja kucheza na sisi nataka tupigane mkono kwa mkono. Elewa wanajuana. Kuna kitu nataka ujue mtazamaji. Hawa wanajuana. Walifanya kazi pamoja, Jai Michael White akawacha kazi. Sasa hawa wamekuja kwenye operation, official mission. Kwanza alipita na Esther kama hiyo. Wao wamekuja kuchukua information. Kuna report fulani walihitaji kuchukua hapa basi akina Vigilante wakapata Jai Michael White ameshaichukua.
Na Jai Michael White upande wa mkono, mtazamaji, anakuwaga wazimu. Jai Michael White ikifika ni upande wa mkono, yeye abana machizo. Wawe chunga sana Wolfman, hili jitu bana machizo. Vigilante kufika, documents zenye walikuwa wanahitaji, documents na zenye ambazo walikuwa wanahitaji zimeshachukuliwa. Makusha document zimeshachukuliwa tayari na huyu gadhi. Huyu jamaa jina lake ni Jai Michael White, ameshazichukua na akaamua kutamburuka. Cheki, hey, fuck you, fikiria unapigana na ladi na ukula kule. Akaepa na zile document, kumaanisha it's a mission is a fail. Mission is a fail. Jai Michael White ameshachukua zile hapa basi document na akaenda nazo, kisha amewacha, ameteka kombora, akalipua zile territory. Mission is a fail 2005. Sasa mtazamaji, 10 years later, the missing hero. Kumbe baada ya kufail kwenye mission, aliwacha kazi ya wanajeshi, akaanza kufanya kazi kivyake. Baada ya kufanya kazi kivyake, akawa sasa yeye anafanyaga kazi kivigilante, kukabidhiana hapa basi na waraguzi wa madawa za kulevya, kukabidhiana hapa basi bila shaka pale na waraguzi wa masilaha. Huyu jamaa wetu vigilante, wakati waliferi kwenye mission, kila mtu alienda kivyake, lakini vigilante aliweza kutengeneza hapa basi bila shaka pale, yeye mwenyewe aliamua kujiamini. Atakuwa nakabidhiana na nini? Atakuwa nakabidhiana hapa basi na materrorist. Kwa muda wa miaka mingi zaidi amekuwa akidili na materrorist, waraguzi wa madawa za kulevya, waraguzi wa masilaha na kadhalika. Amesaidia watu sana. Lakini sasa kumbe amekamatwa. In 10 years amekuwa akidili na materrorist. Lakini sasa kumbe this time around amekuja kukamatwa basi na ma-Armenians, waraguzi wa masilaha na madawa za kulevya ambao ni ma-Armenians. Ndio hawa shasha. Nataka ushike vizuri zaidi. Huyu jamaa amekuwa akisaidia watu, vigilante. Amekuwa akisaidia watu kwa muda wa miaka 10. Lakini kumbe alicheza hapa basi, alikabidhiana na ma-Armenians. Ma-Armenians wakamkamata na sasa wamekuja kumtesa. Mwanzo wakati alikuwa anafagiria na kumaliza waraguzi wa masilaha mtaani, hapa basi aliweza kumaliza ma-Armenians, yani aliweza kushambulia na akaua mu-Armenian fulani. Yule mu-Armenian akafanya ma-Armenians basi waweza kumkamata na wakakuja kumpesa. Sasa vigilante Paul Sloan, jamaa restaren kwenye horror cinema. Paul Sloan anasukumua mateso, lakini atafanya na anagongwa dondi, jamaa anaumia, baka anamuuliza is that all you got? Is that all you got? Lakini punde si punde kuliingia manze wa kutesa watu, ndio huyo. Wow. Is that it? That's all you got? Lakini sasa kulikingilia kamanzi ambako upande wa kutesa watu wa bana machezo. Lolo yaye. Ashalala. Jamaa wetu vigilante hakuwajua ni kwa nini hawa watu walimkamata na hawataki kumuua. Lakini yule manze ambaye kazi yake ni kutesa watu alikuingilia akamwambia vigilante, sikiza, kunaye jangili kwa jina la Andreas. Andreas ndiyo kiongozi wa magaidi wa Kiarmenia na uliua baby brother wake, uliua brother wake mdogo. Sasa jamaa wetu anaelezewa aliingia kwenye basement za Armenians, akapata akiuza madawa za kulevya, akawa maliza, kisha akaua nani? Baby brother wake Andreas. Huyo ndiye baby brother wake Andreas. Na kuna jamaa alichukua na nini? Kuna jamaa anachukua kila kitu na kamera, ndiye huyo. Jina lake ni Mike. Akaweka hiyo story zote kwa YouTube, watu wakaona. Na ndio sababu Armenians wakamtafuta vigilante, wakamkamata, na sasa hawataki akufe haraka, wanataka wamtese akufe kifo cha uchungu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu yule baby brother mwenye aliuawa ni brother yake kinara ama kiongozi wa kikosi cha kimagaidi, kikosi cha ma-Armenian. Na kwa hivyo sasa Andreas anataka jamaa wetu ateswe, asikufe haraka, ateswe sana kabla hajauawa.
Na ndio sababu kumleto yule manze wa kumsukumia huyu Vigilante mateso. Vigilante asukumiwe mateso, maskini wa Mungu. Alikuwa mwanajeshi wa kikosi cha American Special Forces, wakatumwa kwenye mission mwaka wa 2005, akafail kwenye mission. Kufail kwenye mission, akakuja, akajitrain, akawa msaidizi wa watu. Akawa anasaidia watu, anakabidhiana na materrorists, anaua materrorists, anaua waharifu, waraguza madawa za kulevya, waraguza masilaha, anawaua. Lakini katika ile hali ya kuendelea kufagia waharifu kwa hii tauni, kuendelea yani kuangamiza magaidi, alimuua bradhake huyu Andreas. Huyu ndiye Andreas. Andreas bradhake aliuawa. Venye bradhake aliuawa ikawekwa kwa YouTube. Kuwekwa kwa YouTube kila mtu akajionea. Kwa hivyo Andreas akakasirika zaidi, mwanzo anawapenda mabradha zake sana. Akatuma magaidi, huyu Andreas akatuma magaidi wakamteka nyara jamaa wetu Vigilante. Lakini sasa Andreas ndiye huyu amekuja kutesa huyu manzi, amekuja kutesa mamanzi huku taoni, akitaka kujua pahali ambapo jamaa fulani kwa jina la Mike ndiye aliweka video kwa YouTube, video yenye ilionyesha venye bradhake Andreas aliuawa. Huyu sasa ndio Andreas. Venye bradhake Andreas aliuawa iliwekwa kwa YouTube. Mwenye aliweka hiyo picha kwa YouTube anajulikana kama vile Mike. Sasa huyu manze yaaminika ni rafiki yake Mike. Kwa hivyo anateswa na Andreas ili aseme pahali ambapo Mike alipo. Mwanzo Mike ndiye aliweka picha ya vyenye bradhake Andreas aliuawa. Huyu manzi alikuwa hapa, walikuwa katika harakati basi bila shaka baada ya kufanya mapenzi stara kama hiyo, na Mike akarekodi kila kitu. Sasa manzi kusema hajui pahali Mike alipo. Maskini wa Mungu, cheki venye alifanywa. Huyu ni jangili wa Kiarmenia. Na chenye ambacho anataka ni revenge ya kifo cha bradhake. Mwanzo bradhake aliweza kuuawa na Vigilante. Hivi ndivyo bradhake aliuawa, ndiye huyu bradhake, unaona? Aliuawa stara kama hiyo. Na venye bradhake aliuawa ikarekodiwa na Mike akaweka kwa YouTube. Sasa familia na ukoo wake na Andreas unaogopewa sana. Kwa hivyo bradhake Andreas kuuawa, na kisha hapa basi bila shaka pale picha yake kuwekwa kwa YouTube inamtia machungu zaidi huyu Andreas. Kwa hivyo Andreas anamtaka Mike mwenye aliweza kuweka hapa basi ile video kwa YouTube. Unaona? Richard anakuwa ameshamkamata tayari Vigilante, but sasa anataka mwenye aliweka ile video kwa YouTube ambaye ni kwa jina hapa basi la Mike Hanover. Alimdunga yule manzi. Andreas alimdunga yule manze kisu kumaliza. Kisha na maana huyo manze ni rafiki yake Mike, na Mike ndiye aliweza kuweka ile tape kwa YouTube. Cheko maneno. Kumbe Mike alipotelea huku kwa mpaka wa Mexico. Kwa mpaka wa United States of America na Mexico ndiko alitorokea ndiye huyu. Hii Armenia ni orua favarai. Ni dirikaraga kioro. Ameamua atakuwa anajificha hapa kwa hicho. Ndiko atakuwa nakaa, lakini kidogo alijulikana pahali alipo. Cheki. Wewe ndio uliweka picha. Nimetumwa nikuue. Sasa kumekuingilia gaidi. Gaidi amuue Mike Hanover. Maskini wa Mungu Mike Hanover. Washalala. Mike Hanover. Muwaji. Miss. Sasa jamaa wetu waokoe maisha yake. Mike Hanover ni kutetea maisha yake. Sasa mwanzo jitu linataka kumwangamiza sasa. Kagua. Mike Hanover alinyongwa, lakini akachukulia hapa chini akaona kuna silaha. Dirigwa wodhienie, mimi sisikii kudedi. Akamdunga jangili. Chukua ya shingo. Asante sana. Ikaimuragania gioragwo. Sasa kamvunjia damu. Wacha kunimwagia damu kwa mdomo. Sio kupenda kwa venye unaniua wana. Wacha kunikiss kupafa. Kumbe pale walianguka ni kwa hoteli. Watu wamekufa. Watu wakatoroka. Sasa na yeye kuona pia yeye ameua mtu, ikabidi atoroke, na hapa ni Mexico. Na Mexico kutakage mchezo. Kwa hivyo ilibidi hapa cheki. Shida iwatake vera. Sasa cheki style yake ya kutoroka, cheki. Ninodhie. No journey. Mimi naweza enda bio kabisa. Naona? Akatoroka stara kama hiyo. Lakini Mike Hanover aliamua kuelezea hapa basi. Sasa ni sisi anaelezea. Na venye anaelezea tunaona. Akaamua kuelezea Mike Hanover. Akaamua kuelezea venye aliingia kwa taabu.
Kwa muda wa kama hapa basi miezi 7 hivi, yeye amekuwa wakiandamana na Vigilante. Vigilante akikabiliana na magaidi, anarekodi hiyo story anaweka kwa YouTube. Sasa Vigilante anaogopewa sana na magaidi. Vigilante amekuwa akikabiliana hapa basi na materrorist wa kila aina. Amekuwa akikabiliana na wahalifu wa kila aina, na ako na msaidizi wake kwa jina la Kid. Wamekuwa kukabiliana na magaidi, majangri, wahalifu, waraguzi wa madawa za kulevya, waraguzi wa watoto, waraguzi wa madawa za kulevya, waraguzi wa masilaha. Wamekuwa wakidili na wao stara kama hiyo, wakiwa na huyu Kid. Na kila kitu chenye wanafanya, naye Mike Hanover anarecord, anaweka kwa YouTube ili magaidi waogope. Sasa wakati moja, kumbe jamaa wetu anakuaga na mpenzi kwa jina la Jade. Alikuja kumcheki Jade. Naye Jade hapa basi bila shaka pale Jade ako na rafiki yake kwa jina la Red. Kumbe Red ni msaliti. Unaona? Red ni msaliti. Red alizubaisha hapa basi Mike Hanover stara kama hiyo. Kisha hapa basi bila shaka pale jangiri fulani akaingia akamzubaisha Vigilante. Unaona Vigilante alikuwa kwa demu yake, lakini kulikuwa na demu msaliti. Kwa hivyo kuruka akaingia kwa mtego. Cheki. Vigilante hivi ndivyo alikamatwa. Kuruka aliingia kwa mtego. Stare kama hiyo. Na hapo ndipo Maarmenia waliweza kumkamata. Lakini alikamatwa kwa sababu alisalitiwa na Red. Na Red ni rafiki yake Jade. Na Jade ni mpenzi wake Vigilante. Sasa Vigilante akakamatwa stara kama hiyo. Sasa Mike Hanover wakiwa na Kid wakajaribu kumfuata hapa basi bila shaka pale jamaa wetu, lakini hawakumpata. Hivyo ndivyo Maarmenia waliweza kumpata jamaa wetu. Vigilante wakamkamata. Mike Hanover kurudi pale, walikuwa na wale mamanzi, wakapata mamanzi wengine wote wameshauawa, na Jade hajulikani pale alipokumbe. Jade alifaulu kuhepa. Ala, hiyo yote hapa basi ni jamaa wetu Mike Hanover anaelezea. Lakini baada ya muda sasa, mtazamaji amemaliza kuelezea. Mike Hanover amemaliza kuelezea. Lakini baada ya muda mchache, kumbe Jade alimpigia simu Mike Hanover na akamwambia Mike Hanover kwamba na kweti yeye anajua pahali ambapo Vigilante amewekwa. Kwa hivyo ni kazi yake hapa basi huyu Mike Hanover ajue venye ambavyo ataweza kumwokoa Vigilante. Mike akamwambia ni sawa sawa, mimi nitakusaidia, nina pesa. Mike ako na pesa, babake ni tajiri zaidi. Kwa hivyo Mike akamwambia hapa basi, kama umejua pale ambapo Vigilante alipo, nitumie the Kid, hayo yengine basi uniwachie. Naam, na ndivyo hapa basi Jade aliweza kufanya. Mwanzo Jade amekuwa mpenzi wake Vigilante, na amejua pale Vigilante amefungiwa na Maarmenians. Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale Jade aliweza kutuma the Kid wasaidiane na Mike Hanover. Huko nako kuna mamanzi ambao walizaliwa na wakapewa mazawadi brother. Unasimaga nyonyo unakosia brother. Lakini usitamani, huyo ni manzi ya wenyewe. Mwenyewe ndiye huyo. Jina lake hapa basi ni Barry. Sasa the Kid alikuingilia, anataka kubonga na Barry. Barry ndiye huyo. Barry ni computer expert na ni former Navy SEAL. Alikuwa anafanya kazi wakati wa zamani na kikosi cha Navy SEAL, lakini upande wa mitambo ya tarakishi, computer, yeye ndiye fita mokolino wa huko. Upande wa tarakishi abana machizo. Kwa hivyo Kid alikuja akamwambia hapa basi kuna kazi nataka kukupatia. Maripo yapo. Mwenye talipa ni Mike Hanover. Barry akadai hapa basi is a former Special Forces Navy SEAL. Na kwa hivyo iwapo hapa basi kuna pale ambapo kuna chapa, yeye hawezi akajifunga. Asanta. Huyu ni manzi yake hakika, cheki venye ambavyo nyonyo zimejaa hakika kwa sodolia. Ulolo yai. Cheki. Na unaweza sido bona huku. Githurai mademo wakuage namna hiyo. Unaona? Githurai ukiangalia unaona ni kama mwanaume. Na unaona huku mtazamaji venye mademu bana. Cheki bana. Cheki. Koihoria. Kitu mzito. Alright. Sawa sawa basi. Tuachane na kitu mzito. Kitu mzito haitusaidii. Bure. Haya. Alright. Sasa tukuja kupata hapa basi bila shaka pale yule Barry. Barry alipatiwa map
ya kuelezewa pale ambapo jamaa wetu alipo. Kwa hivyo sasa ni kutafuta direction ya venye ambavyo wataweza kumwokoa. Hata hivyo Barry anajua watu ambao wanaweza msaidia Kid kumwokoa Vigilante. Kwa hivyo Richard na kuchunguza kutumia map mwanzo. Sasa hii ni teknolojia hapa basi mpya kabisa ya map. Mbali na kuweza kuchunguza na kujua pale ambapo Vigilante alipo, aliweza kumwambia Kid kuwa anajua watu ambao wanaweza msaidia Kid kumwokoa Vigilante. Mwanzo Vigilante wakati wa zamani alikuwaga mwanajeshi na kuna mabeshte ambao alikuwaga na wao. Wameshachora, ameshachomoa hapa basi kutoka kwa mitambo ya tarakishi, yani kwa kompyuta. Ameshachomoa na akajua pahali ambapo Vigilante alipo. Sasa ni kutafuta watu ambao wanaweza muokoa Vigilante. Na as long as kuna pesa, wale watu wanaweza kumsaidia. Alright. Hawakupoteza wakati. Fashta basi waliamua kwenda kutafuta wale mama mercenaries ambao wanaweza fanya ile operation. Na hapa nipo wale kuingilia kupata wale mama mercenary. Iwi basement za wale mercenary ndizo hizo. Kwanza ndiye huyo Wolfman. Asante sana Wolfman. Kisha kuna Tex-Mex. Asante sana. Kisha kuna Hollywood Moridadi, na kisha hatimaye kuna The Gig. Asante sana. Baada ya kuingilia akapata hawa watu walifanya kazi wakati wa zamani hapa basi na Vigilante. Kina Wolfman mwenyewe ndio huyo. Akafahamisha Wolfman kuna do yata roviani gumok. Atake yata roviani gumok. Hiyo ni kumaanisha basi na lugha ya Kifaransa kuna pesa mingi sana. Hollywood aliweza kukuingilia, Geek aliweza kukuingilia, na wakafahamisha hapa basi operation ni chap. Pesa ziko kumwokoa Vigilante. Mbali na kwa Vigilante alikuwa gabeshti yao, sasa hapa kunazo pesa. What's going on here? Go back to work. We are going back to work. Kid arakuingilia. Ndio huyo Kid. We ni aje mumeleta maheja, huyu mtu amekoda baka jicho. Sikio nayo iko na mfupa. Kwani huyu mtu ametoka wapi? One wako huyu. Pua ni kama inataka kupotelea kwa nywele. Kaambia msijari. I'm the Kid. Na mimi ndiye ambaye nimeleta hii biashara. Operation kumwokoa Vigilante, na kisha pesa na mshahara mtaweza kupata. Baada akawaambia na hakuna kupoteza wakati. Bas. Wakati alisema hakuna kupoteza wakati, hapa basi bila shaka pale naye Tex-Mex akadai masilazi kwa standby. Kazi yetu ni kutengeneza pesa. Tex-Mex masilaha ndizo hizo. Hebu tuingie upande wa Maribu. Upande wa Maribu ni pari ambapo alipo hapa basi Andreas. Na unasikia Andreas akuna haja na kumtesa Vigilante hadi Vigilante akufe. Ameshampata Vigilante ndio, lakini hataki kumuua tu ati mara moja pap. Anataka amtese pole hadi akufe kwa kuteswa. Lakini hii hali ya kufanya revenge imesababisha hasara kwa familia ambao ni tajiri zaidi ya kina Andreas. Kwa hivyo brother yake Andreas alikuingilia na akafahamisha hapa basi wageni wake wote Andreas waweze kuchomoka kwa upande wa nje. Kwa nini wafukuze wageni wake Andreas? Kwa sababu ni brother yake Andreas, na utajiri wote ambao Andreas yako nao ni wa kifamilia. Andreas, utajiri wote ambao wako nao ni utajiri wa kifamilia. Na ni pale ambapo sasa brother yake alikuingilia akamuuliza, man, what are you doing? Unafanya nini? What the fuck are you doing? Sasa unafanya nini na kipepeo? Nataka kuangalia kama ni ya kike ama ni ya kiume. Ikusaidie na nini? You was our brother. Akadai he was my brother. Akaambia ndio ni brother yetu aliuawa, lakini hatuwezi haribu biashara zetu na maendeleo ya kifamilia kwa sababu brother yetu mdogo alikufa. Uko na muuaji, muue.
tuwe tumefanya revenge. Akadai hapana, nataka kumtesa kwa kitu kama mwaka moja hivi. Men, unaharibu biashara, unashughulika tu na revenge, ili hali kuna mambo zingine mingi tunafaa kufanya. Come on. Father was right. Baba yetu na mama yetu kabla hajakufa alikuwa right. Wewe sio mtu ambaye unaweza tusaidia. Alright. Bash. Upande wa Mexico. Puebla, Mexico. Pahali na ambapo basi bila shaka pale yaaminika, ndipo na ambapo amewekwa jamaa wetu hapa basi bila shaka pale. Vigilante. Asante sana. Na alianza kukumbuka baada tu ya kuacha kazi ya wanajeshi kule upande wa Korea. Baada ya kuacha kazi ya wanajeshi, alitrain akuwa kama mamuruki. Na akakumbuka wakati mmoja walikuingilia hapa basi bila shaka pale wakiwa na ambaye alimtrain kuwa mamuruki, kuwa mercenary. 2007 alikuwa ametuma kwenye mission ya kuua watu wawili hapa. Wakaingia na master wake. Master wake ni nani? Michael Madison. Lakini Michael Madison akamaliza ule jamaa kabla hajaongea. Akauliza Michael Madison, mbona umemuua? Akaambiwa kiambiwa kuua watu ni kuua watu. Na hapo ndipo walianza kuletana juu na Michael Madison. Mwanzo Michael Madison alikuwa anamtrain awe mamuruki. Michael Madison alikuwa ana train jamaa wetu awe mamuruki, awe akimtumia kwenye private mission. Lakini sasa jamaa wetu Vigilante akaanza kuona vitendo zenye zinatendwa na Michael Madison sio vitendo mzuri. Mwanzo yeye alikuwa nadhani atenatrainiwa awe mercenary, awe akitumiwa hapa basi kwenye operation za kusaidia watu, ama mercenary wa serikali, mamuruki wa serikali. Lakini alikuja kujua hapa basi bila shaka pale, alikuja kujua huyu jamaa anamtumia kivyake na anamtumia vibaya. Yani Michael Madison alikuwa anamtumia vibaya na kuua watu innocent, kitu ambacho kilifanya basi wakosane na yeye. Walikosana na Michael Madison namna hiyo. Mwanzo wakati sasa hii yote anakumbuka, Vigilante anakumbuka akiwa kwenye basement za Armenians. Armenians ni wale watu wamemteka nyara. Anakumbuka venye walianza kuletana juu na kukosana na Michael Madison. Mwanzo alidhani Michael Madison atamtumia vizuri, but akakuja kugundua hapa basi Michael Madison sio mtu mzuri hata kidogo. Anakumbuka wakati walipatana na Michael Madison, wakati hapa basi alipatana na Michael Madison mara ya kwanza kabisa 2006. Michael Madison alimwambia eti watakuwa wanafanya operation ya kuangamiza watu ambao wanasumbua serikali. Unaona? Hiyo ndio alikuwa ameambiwa na Michael Madison. Yani yeye alikuwa ameambiwa na Michael Madison watakuwa wanafanya mishoni mzuri, lakini mishoni za siri. Hivi ndivyo Michael Madison alikuwa amemwambia. Lakini hatimaye Michael Madison akaanza kumtumia vibaya, kumtumia kwenye operations zenye hapa basi ni za kubinafsisha yeye mwenyewe, yani kujifaidisha yeye mwenyewe. Huyo Michael Madison. Anakumbuka yote yenye waliweza kubonga na Michael Madison. Lakini hatimaye waliweza kukosana baada ya yeye kugundua, baada ya jamaa wetu Vigilante kugundua Michael Madison sio mtu mzuri hata kidogo, na hata yale yote aliweza kumwambia sio ya ukweli. If I do. Good luck. Naona 2006 alimwambia atakuwa anafanya mission mzuri, lakini 2007 akaanza kuua watu ambao hafai kuuawa. Wakakosana. Michael Madison na Vigilante wakakosana. Na hapo ndipo Vigilante aliamua kufanya mambo kivyake, kudeal na magaidi wa kila aina akuwa peke yake. Hayo yote alikuwa anakumbuka jamaa wetu akuwa kwenye basement za Armenians. Yule manzi wa kutesa watu na yeye alikuja kumtesa, cheki, anamchomelea. Ilio Andreas amedai huyu jamaa ateswe kila siku pole pole hadi wakati atakufa. Mtazamaji, moshi yenye unaona ikitoka, moshi ni moshi yenye inatoka kwa nyama za jamaa wetu. Just imagine, anachomelewa kama chuma. Unaona? Na kisha wakati anasukumiwa mateso stara kama hiyo, anarekodiwa na video ili
pata kichwa ili Andreas aone. Maskini jamaa wetu. You are a fucking nobody. Akaambia you are fucking nobody. You are fucking nobody. Wewe sio kitu, wewe sio mtu. Andreas anaenjoy zaidi kuona ukiteseka. Lakini alimwambia hapa basi Andreas namna gani? Aliambia Andreas, mimi sijaifurahia kama venye nilifurahia wakati niliua bradhako. Ndio anataka sasa Andreas asikie vibaya. Mwanzo Andreas anaendelea kumtesa. No. Except for that stupid look in your brother's face when they put a bullet in it. Yeah, ati sijaifurahia kama venye nilifurahia wakati nilipiga bradhako risasi ya kichwa. Naye Andreas akamwambia nitakutesa siku nenda siku rudi. Utakufa kifo cha uchungu zaidi. Wala jamaa wetu akaambiwa sasa hii ni ya kungoa nini? Hii ni ya kungoa mapua. Tunataka kwanza kubakie kwa mapua yako kubakie kamfupa tupu. Lakini wakati huo shasha. Ala, na ilikuwaga hapa beshini kwenye nyakati za usiku. Hawa waliona kaumbu. We, hii ni ile umbu ina malaria. Hii ni ile umbu inaleta malaria. Si unaona venye iko na macho mingi? Ni ile ya malaria umbu ino. Lakini hii sio umbu. This is a military weapon. Kikosi cha akina Wolfman kiko ara zenye wezi. Akina Wolfman, akina Hollywood, akina Tex-Mex wako ara zenye hizi shasha. Check. Maneno wakawanza sasa basement zake hapa basi Andreas kikosi cha kina Wolfman wanakuangalia shasha akina Kida akina Gika wako ara zenye hizi operation kumwokoa vigilante sasa. Ala ni operation kumwokoa vigilante. Na ni operation kumwokoa vigilante. Manza alikuja kamkisi vigilante akamwambia nimeenjoy sana kukutesa but kwa sasa nitatoroka. Na najua nitakupata tena ili niweze kuendelea kukutesa. Kazi yangu ni kutesa watu. Kazi yangu sio kuua watu, kazi yangu ni kutesa watu. Cheki alama amemweka kwa kifua. Ai, basement. Iza kimajangili, find him. Faster basi akina Tex-Mex wako ara zenye hizi. Akina Wolfman wako ara zenye hizi hapa basi bila shaka pale akina Wolfman mission yao ni kumwokoa jamaa wetu vigilante. Ala. Sasa huyu ni mlinzi wa nini? Kwa na watchman. Junge. Junge kahasho. Wewe ni mlinzi wa aina gani? Daga kwa kichwa. Bana cheza na hicho kikosi kina Hollywood. Akina Gika hawataki kujua. Cheko maneno. Toka. Katwa kichwa. Hawataki mchezo akina Gika. Gika hataki mchezo. Mpaka Bari mwenyewe yako razino hizi Bari. Wale wapia hiza former Navy moto. Lakini mnarusha Bari. Hiza former Navy SEAL. Manzi wakigaidi na yeye ni kuhepa na endelea kuhepa. Cheki walinzi wengine wawili. Tulioru mugeka atia. Sasa nyinyi ni walinzi kazi yenu tu ni kunona. Vigilante mwenye eneo huyo. Man, after kuwa na sifa namna hivyo ati wewe ndiye mkali sana tauni, ulikamatwa. Kid alikuingilia. Na Kid ndiye rafiki wa karibu sana wake jamaa wetu Vigilante. The Kid amekuwa rafiki wa karibu sana wake jamaa wetu Vigilante. But all the same hapa basi waliweza kumwokoa shtara kama hiyo na kumchukua. Kid akamja kumwambia, "Baba ina wananuga nyama choma." Ni yule anyonetio. Beje nimeonyeshwa. Maruta gawira wako jinirira. Kunichomelea kama mimi ni choma. Lakini haisuru. Babarai, chukua bunduki lako. Mungu ni mzuri, at least uko uhai. Mungu ni mzuri, angalau tumekupata hapa basi harasha kapara ukiwa uhai. Mungu ni mzuri, tumekupata ukiwa uhai. Na kwa hivyo sasa chenye ambacho tutafanya ni kutamboroka shasha. Fasta ndani maringa. Ala, maridadi. Moja kwa moja. Kikosi chenye basi cha kina Wolfman, cha kina hapa basi bila shaka pale Hollywood, kina Gika.
kina Kida. Asante sana. Operation Mission Calculated Move. Wabe, sasa alienjoy, cheki. Kama kuna mtu aliweza kuenjoy hapa basi baada ya kuona ile operation mbele alikuwa ametuma mpaka video ni jamaa wetu Mike Hanover. Lakini sasa Mike Hanover makosa yake ni kuwa kila kitu anawekaga kwa YouTube. Kumbe pahali aliwekea ikiwa hapa basi ni kwa ofisi lake, alitresiwa na Armenian. Mara kwambia watu walikuwa wanagogwa namna hiyo, wanagogwa namna hiyo. Sasa anamhadithia nani? Anamhadithia Jade. Kumbe Armenian walimfuata, wakamtrace, wakamtrack, wakajua pahali yalipo. Kujua pahali yalipo ni wakati tu Vigilante ameokolewa, lakini maskini na yeye alipatikana na magaidi. Mike Hanover. Oe. Gracias. Kwanza ni ule manze kwa jina la Red. Red alimpiga risasi ya shindano stara kama hiyo, wakambeba akiwa uhai. Naelewa Red wakati wa zamani alikuwa beshte yake sana Jade, lakini akasariti boyfriend yake Jade. Boyfriend yake Jade ni jamaa wetu Vigilante, na hapa ndipo Vigilante aliweza kukamatwa. Ala, hebu tuingie upande wa India. Kumbe kuna makombola fulani ambazo hapa basi zimekuwa zikitafutwa sana na Jai Michael White, na kunaaminika hapa basi huyu Muhindi anajua pale zile makombora zilipo. Kwa hivyo alisukumua mateso ili aseme pale zile makombora zilipo. Alisukumua mateso zingine deadly sana. Wakati ndio kumsukumia mateso, Jai Michael White akafahamishwa, Now you kidnapped the rich kid, right? Vigilante ameokolewa, lakini Mike Hanover ametekwa nyara. Right. Wakati Red alimwambia hivyo, Red aliambiwa chukua huyo Hanover, Mike Hanover, umpeleke hapa basi kwa Armenians. Juu mimi niko na shughuli zingine muhimu sana ambazo ninafanya. Kwa hivyo Red, chukua huyo hapa basi bila shaka pale Mike Hanover, umpeleke moja kwa moja hadi kwenye basement za Armenians. Mimi niko na shughuli zingine. We, makombora ziko wapi? I don't know. You heard him. Where is it? Where is it? Utasema pahali ilipo. Alimnyang'anya sikio. Sasa huyu jamaa hata kama amekula kiapo gani kunyang'anywa sikio mara moja, kadai pahali ambapo makombora zilipo. Akasema fasta pahali makombora zilipo. Na jamaa wetu haamini venye amefanyiwa. Ndio huyo. Na anakumbuka maneno yote ambao walishaongea hapa basi bila shaka pale na Michael Madsen. Anakumbuka shughuli kwanza, wakati mmoja alitumwa kwenye mission. Anakumbuka wakati mmoja alitumwa kwenye mission na akaumia zaidi. Wakati ambapo hapa basi aliuliza kwa nini atumwe kwenye mission ambazo ni dangerous, akaambiwa asiwahi uliza swali. Your life. It's not your life anymore. Your life is not your life anymore. It's my life. Wakati nilikufanya masenare wangu, niliamua utakuwa ukifanya venye nakwambia, whether ni kitu mbaya ama ni kitu mzuri. It was for my country. Lakini akamwambia I thought I was doing it for my country. Akamwambia mimi nilikuwa nadhani utakuwa unanipatia mission za kusaidia serikali, kumbe ni mission zako. Akaambiwa usijali, as long as I'm your boss, nikikutuma kwenye mission unaingia kwenye mission na unafanya chenye ambacho nimekuambia ufanye, period. Hayo jengine unaniwachia. Sasa ni Vigilante anaendelea kukumbuka venye waliweza kukosana na Michael Madsen. Mwanzo alidhani Michael Madsen atakuwa anamtumia kwenye mission za serikali, lakini Michael Madsen akaanza kumtumia kwenye mission za kujifaidi yeye mwenyewe. Na hapo ndipo Vigilante alikasirika na akajiuzuru na umasenari wake Michael Madsen. Na kuanzia siku hiyo yenye aliweza kujiuzuru, akawa anafanya kazi kivyake, kusaidia raia, kuangamiza magaidi na kukabiliana na magaidi kivyake. Na ndio katika harakati ya kuangamiza magaidi akaangamiza brother yake yule Andreas Armenia, na ndio Armenians wakamkamata hadi wa sasa pale ambapo amekuja kuokolewa na kikosi cha kina Wolfman.
Alright. Hata hivyo aliweza kuwashiriana hapa basi na Jade. Anataka waonane na Jade. Anataka kupatana hapa basi bila shaka pale na Jade. Maridadi. Asante sana. Rwa Jade ni yule mpenzi wake. Jade ni yule mpenzi wake. Oh, maridadi. Lakini maskini Jade alisikia mlangoni kumebishwa. Nini kili happen? Tutakuja kuona. Sasa akina Wolfman leo walitumwa kama mercenary. Sasa wanagojea malipo. Na mwenye nafaa kulipa ni Mike Hanover. Na Mike Hanover amekamatwa na Romanians. Sasa ripoti ilikuja kuletwa na Kid. Hawa wanagojea mshahara. Mwenye nafaa kupatana mshahara ametekwa nyara. Mike Hanover. Na Mike Hanover ndiye alichora plan ya venye ambavyo vigilante ataweza kuokolewa. Ate pesa si katia. Mnataka kusema ati mishahara iko amna gani? Mtu wa kulipa amekamatwa. Wewe ndiye tumeokoa, so ujue venye ambavyo pesa zitapatikana. Tutakage mchezo na pesa, hii mambo ya mchezo hatutaki. Pesa. Mlipi ametekwa nyara. Sasa sasa muende muokoe mtu wa kulipa ndio akuja walipe. Haya, bali akawaambia hakuna lingine. Ateki. Tunataka kusema nini? Yani goja kidogo. Alitutuma tukuokoe. Hajatulipa. Sasa tena tuende tukamuokoe ili akuja tulipe ya kuokoa yeye na kukuokoa wewe. Ni ulimu. Hii ni kitu ambacho hatuwezi tukafanya. Okay, nitaenda niokoe yeye ili akuja walipe. Juu sina la kufanya. Ni radhi ugokaa na tokwalia. Naenda kamuokoe peke yako. Sasa vigilante akamuokoa hapa basi Mike Hanover kuwa peke yake. Mwanzo hawa hawezi wakaenda mission. Wane kule hadoa yawe. Utalipa hawa watu nani? Tumalihe na shughuli. Na walipa na nini? Na walipa na nini? Hebu toka. Tigako maliha yo nani utakine ati onaki? Hata mimi hujanilipa yangu ya kompyuta. Sasa watu wanaletaga mchezo fulani. Yani hatujalipwa kuokoa wa kwanza halafu tuende tukaokoa wa pili. Hapana. Haiwezi kaenda namna hiyo. Sasa wanaleta shida zaidi. Lakini sasa jamaa wetu vigilante mbali na kuwa anahitaji hapa basi Mike Hanover kuja kulipa hawa watu, bado Mike Hanover ni beshte yake. Kwa hivyo walianza kufuata magaidi ambao hapa basi wana washuku huenda waliweza kumteka nyara nani? Huenda waliweza kumteka nyara kijana wetu Mike Hanover. Ala, alright. But usijoka sasa jamaa wetu ako na maadui aina tatu. Romanians, Michael Madison na Jai Michael White wote ni maadui wake jamaa wetu vigilante. Sasa vigilante alifuata wale majangili stara kama hiyo. Anataka wamwambie pahali ambapo alimpeleka kijana wetu Mike Hanover. Walikuja na Kid. Jamaa wetu aliandamana na Kid. Jamaa wetu aliandamana na the Kid. Na uchunge sana mwanzo, hii ni setup. Vigilante uchunge sana na uchunge tena zaidi. Mwanzo hii sasa ni setup. Hii ni setup. Hapa kumejaa magaidi, cheki. It was a fucking setup. Majangili walichomoka, wakaanza makusha. Majangili walianza kushambulia vigilante. Majangili wanawashambulia Romanians kwanza. Romanians wanawashambulia design kama hiyo. Yeye anataka Mike Hanover. Huko Romanians wanawashambulia design kama hiyo. Jamaa wetu amekuja tu na the Kid. Asante kapata moja kati ya magaidi. Maridadi. Pose kabisha. The Kid yuko chonjo, yuko standby. The Kid vile vile. The Kid. Jamaa wetu. Mashambulizi ni makali zaidi. The Kid. Asante sana. The Kid. Maridadi. Lakini Kid arapigwa risasi. Jamaa wetu kuona Kid amepigwa marisasi akatoka na wazimu. Kupiga Kid marisasi na ni beshte yangu huyo Karash. Kupiga Kid marisasi huyo mwingine Karash. Kupiga Kid marisasi na beshte yangu. Akapiga mwingine marisasi kumuona kando. Ala. But all the same, kumbe maskini na yeye Kid arapigwa marisasi. Oye.
maskini wa Mungu kumalizwa. Lega kukua. Nidalega. Kataa kukufa. Nimekataa lakini nimekufa. Oi. The Kid na yeye maskini wa Mungu pia vile vile kwisha maneno. Sasa alijam. Kuna Muarmenia moja hakuwa amedidi. Kulingana na venye amekasirika, aliamua hata muua kwa kumpiga marisasi. Juu ya hasira sasa Vigilante akiwa na hasira gai. Mimi hata sina nywele sasa. Hizi ni hasira. Kuja kapata. Weka bunduki kando. Wewe na kumaliza na hii mikono yenye inakuraga ugali. Hii mikono yenye inakuraga ugali, hii ndio ninakunyonga nayo hadi nikumalize. Unawezaje ukamuua The Kid? Bishti yangu moja na kati ya watu waliweza kuhusika sana kwa maisha yangu na kuniokoa kutoka mikononi mwa Armenians. Unawezaje ukamumaliza? Nimekufa nani? Nimejaa kufa. Pana niua mara mingi. Akamuua kwa kumnyonga, kisha akaendelea kumuua mara ya pili kwa kumpiga madondi. Cheki. Madondi kafu. Imagine wewe ni mtu na unauawa mara 2-3. Mtu anakuua alafu anakuua kwa kunyonga, anakuua kwa kunyonga, anakuua kwa kupiga madondi, anakuuma unauawa mara mingi zaidi. Kisha akamtumia message hapa basi Andreas na akamwambia fuck you. Andreas hakuamini. Vigilante ako free. Andreas sasa anatokwa na wazimu. Andreas haamini. Sasa mtu ambaye ako kwa shida ni Mike Hanover. Na Mike Hanover anaendelea kufungua mikono yake pole pole. Yule manzi wa kutesa watu. Kumbe babake Mike Hanover ni tajiri sana. Kiasi kwamba wakati waliweza kumteka nyara Mike Hanover, walipigia babake mawasiliano na wakaambia babake kuwa kama anamtaka Mike Hanover akiwa uhai, awapatiane bilioni 10. Babake alikubali. Akasema namna gani? Tell that fucking Armenian I got his money and I'm sending it now. Mwambie Andreas huyu Armenian niko na pesa zake. Pesa zake ziko tayari na nitampatia. Awachane na kijana yangu. Ashalala. Red, yule manzi msaliti ndio yule kuro upande wa juu. Andreas ametengeneza do. Mwanzo babake Mike Hanover amekubali kulipa pesa zenye majangili wanaitisha. Ala. Yes. Lakini huyo kijana wetu Mike Hanover anakuwaga wazimu. Mwanzo ametekwa nyara, kisha anamwambia huyu manzi atakubali amugudhi ororo na atampatia pesa mara 2 za zenye babake anatoa. Kichwa chako kimeoza. Yule manzi wa kutesa watu akamwambia kichwa chake kimeoza. Lakini sasa Vigilante aliapa hata kama hatapata usaidizi wa mtu yoyote lazima atamuokoa Mike Hanover. Mwanzo hawezi akataka wamuue Mike Hanover kama venye wameweza kumuua The Kid. Na kwa hivyo arijitolea akadai yeye kimansolo awe anasaidiwa ama asisaidiwe, anaenda kumwokoa mara moja kijana wetu Mike Hanover. Shasha ataenda kumwokoa Mike Hanover. Ala, asante sana. Na bila kupoteza wakati, basement na territory ambazo anaamini Mike Hanover huenda kwa ara za Nyawaizi. Lakini kufika ara za Nyawaizi alipata hapa basi bila shaka pale Wolfman alipata Wolfman wakuwa na Tex-Mex, wakamwambia wacha tukusaidie, for the sake of all days wacha tukusaidie. Kwa hivyo Tex-Mex wakuwa na Wolfman waliamua kumsaidia jamaa wetu Vigilante kumwokoa Mike Hanover. Wakaweka bunduki silencer. Huku sasa hakuna mchezo sasa.
Yaaminika hizi territory ama ukipenda hizi basement ni pahali na ambapo watakuja kumpata Mike Hanover. Ni basement ambazo wanakuaga hapa basi ule Andreas. We, hizo zote ni mabunduki. Gogwa moja. Hapa hufai kuingia hata na kisu, lakini hao walikuja wakuwa armed na mabunduki na marasasi nyingi zaidi. Kwa basement zake Andreas. Ni kwenye territory tena, ni kwenye basement zake Andreas. Cheko maneno. Andreas hakuamini kuona watu ambao wamejihamu stara kama hiyo. Wakuwa na yule manzi wake Red, yule msaliti. Andreas, bado niko uhai. Kilimukilia. Salala. Wow, kitanze sasa. Kwa kile club, kwa lile klabu. Ikawa sasa na kitanze, tazama ndugu brother mpenzi mtazamaji, kwa lile klabu shasha. Kitanze kikachomoka. Ashalala. Wololo yaye. Ashalala. We. Tex-Mex. Ni aje mrembo? Doki agira mmono. Kabidhiana na wale majangili, wale ma-Armenians wake Andreas wanakabidhiana na wao stara kama hiyo, na wanamtaka hapa basi kijana wetu weka huyo kando. Wanataka Mike Hanover. Pata double kicks. Asante sana. Tex-Mex abana machizo. Tex-Mex yeye abana machizo. Fast up bunduki. Uwa tena. Kufa tena. Nakufa kidogo kwa nini? Inda. Tex-Mex ni mkuraji wa bangi huyo. Andreas ako wapi? Hanover wanamtaka Andreas. Wanajua huyu kijana amefungua ara zenye wizi. Goja. Kijana akamwambia, unajua hao wenye unasikia wakipiga marasasi ni watu wamekuja. Wewe na wewe angaliaga nyuma. Shida umeangalia mbele namna gani? Yubrale dutu. Mtu anaangaliaga nyuma. Mlinzi wa aina gani mwenye ajui kuangalia nyuma? Wolfman. Majangili wengine kama hawa. Kumbe ndiye huyu sasa Andreas. Idiot. Walimpiga jamaa wetu marasasi, hawakujua ako na bulletproof Andreas. Wakiwa na manzi hapa basi Red wakampiga jamaa wetu vigilante marasasi, wasijue ako na bulletproof. Wakadhani wamemuua. Kisha wakachukua dinga na wakahepa. Lakini jamaa wetu walikuwa na bulletproof. Wewe kidogo koma. Sio kulala bana. Hawa watu wamenipiga marasasi. Pana ujamani jaro kidogo koma vuani kuja. Ala, sasa Hoffman anashindwa. Huyu jamaa amekuja kulala ama namna gani? Manzi wa kijangili na jamaa wetu akajifunga fast akachukua uru uswadi. Hey! Manzi kuendea uswadi ule mtu wa kutesa watu. Dandia ule uswadi sasa. Kudandia ule uswadi akaanza kuvunja damu. Cheki. Huyu jamaa anaga bahati. Akatapikiwa damu. Juzi ni kila wakati nikiua mtu ananitapikia damu. Sasa kuja wakashindwa we. Kwani unakula mtu na mdomo? Pana sio hivyo mnafikiria ni kumdunga. Oh, tugeshtuka. Asante sana kwa kuja kuniokoa. We pesa zetu zenye ulifaa we staki hug. Haujatulipa. Wolfman yeye anadai anataka pesa, hataki hadithi. Kwa sababu ya kutesa watu, kuishi akiangamiza na kutesa watu, yule manzi akadedishwa. Akitabari na wewe pesa zetu zimekuja sasa. Kina Hollywood na bari walienjoy zaidi kuona hapa basi bila shaka para jamaa wetu Mike Hanover ameweza kuokolewa. Kwa hivyo sasa wanadai pesa zitapatikana. Kijana wetu aliweza kubonga na babake na kaambia babake sasa zile pesa ambazo alikuwa apatie magaidi alipe hawa watu nazo. Mwanzo babake alikuwa ameitishwa 10 billion na Andreas. But sasa Mike Hanover ameokolewa na hichi kikosi. Kwa hivyo kati ya zile pesa zinafaa kuchomuniwa na kuweza kuwalipa watu mabeshte wake huyo vigilante. Lakini vigilante hakuwa na bahati. Kwa nini? Kisa na maana baada tu ya kufanya operation ya kumuokoa Mike Hanover, tena alipigiwa simu hapa basi bila shaka pale na yule Michael Madison.
Na Michael Madison akamwambia, sikiza, ulifanya vibaya kunigeuka. Mwanzo pia mimi ni moja kati ya maadui wako. Mbali na kuwa umeweza kumwokoa Hanover, yani Mike Hanover, mbali na kuwa wewe mwenyewe uliweza kuokolewa, sasa uko na kibarua kingumu zaidi. Unajua kibarua kingumu chenye uko nacho ni nini? Akaambia kibarua kingumu chenye uko nacho ni cha kuokoa bibi yako. Mwanzo yule manzi ulikuwaga na yeye, tulimteka nyara na ako karibu kujifungua. Jade ako karibu kujifungua mtoto. Jamaa wetu hakuamini. Alisimamisha gari akapiga rev. Bibi yake ametekwa nyara. Na sasa ni kibarua kingumu zaidi cha kuweza kumwokoa bibi yake, na hata hajui bibi yake ako wapi. Yule mpenzi wake sasa. Alimwambia Michael Madsen, now this is personal. Sitaki kujua hapa basi pahali alipo, but wherever she is, nitamwokoa. Michael Madsen akamwambia, I'll give you a crew ako Scotland. Ukitaka kumwokoa hapa basi mpenzi wako, nenda upande wa Scotland. Jamaa wetu walipatwa hapa sasa na stress. Ameokoa Mike Hanover, yeye mwenyewe aliokolewa juzi. Sasa tena mpenzi wake ameweza kutekwa nyara. Na Michael Madison na Jai Michael White wanawashiriana. Mwanzo Jai Michael White ako na mishoni yake kivyake, tutakuja kujua mishoni yake ni nini. Too far away from me for a while. Send his ass to Armenia. Maridadi. Na akadai ni poa sasa ataweza kuendelea na mishoni yake bila kusumbuliwa na vigilante. Mwanzo anajua vigilante ako na mission ya kuokoa mpenzi wake. Sasa yeye ataweza kuendelea na mishoni yake kivyake hapa basi pole pole bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Anadai Jai Michael White. Wakati huo hapa basi bila shaka pale naye yule jangili kwa jina la Andreas aliamua kuchomoka na kuelekea moja kwa moja katika harakati basi bila shaka pale ya kuenda kutoa heshima zake za mwisho kwa kifo hapa basi bila shaka pale cha mabradha wake ambao wameuawa hapa basi bila shaka pale na jamaa wetu vigilante. Mwanzo katika harakati hapa basi bila shaka pale ya kukabiliana na magaidi, vigilante sasa ameua mabradha wawili wake Andreas, jambo na ambalo linamtia wazimu Andreas. Kwa hivyo Andreas aliamua kuelekea na kurudi kwa manyumbani ili kuweza kuhudhuria hapa basi bila shaka pale mazishi ya mabradha wake. Haya, na mtazamaji, kwenye mwanzo wa sinema nilikufahamisha hii ni story ambayo Michael Madsen anahadithia. Na anahadithia jamaa fulani kwa club. Tutakuja kuona ni nani anahadithiwa. Wewe, hata unasikia? Kawaja hata we. Kuna watu wanaongea na wao ara zenye hizi. Lakini chenye ambacho anahadithia mtazamaji, chenye ambacho Michael Madsen anahadithia ndicho ambacho tunaona. Kama vya hii jamani wazimu. Hii nokiriko mamani. Huyu mtu ni kisirani. Nimejaribu kuua hakufi. Na muingiza kwa mtego hategeki. Na mtengenezea maadui hawamwezi. Haya. Akadai wacha sasa niendelee kukuhadithia. Yeye anahadithia na chenye anahadithia mtazamaji ndicho ambacho tunaona. Hebu tuingie sasa upande wa Armenia. Baada ya kuingia upande wa Armenia, nyewe Andreas alicheki akaona sasa maisha yake yako poa. Kwa hivyo akaingia hapa basi upande wa Andreas. Kuingia upande wa Andreas alikuja kwa kaburi ambapo walikuwa wamezikwa wazazi wake. Na sasa tena ndio hawa mandugu wake wawili na wao wameletwa. Unaona? Wakati naendelea kuomboleza na kadhalika kando na kaburi la wazazi wake na pahali ambapo mandugu zake wataweza kuzikwa, aliweza kukuingilia padri. Padri na ambaye alimwambia, sikiza kijana, Mungu ni rafiki yako. Ningewaje umetenda dhambi mingi zaidi, ukatubu, Mungu anaweza kukusaidia. Alright, Glasgow, Scotland. Pale ambapo sasa jamaa wetu alipo, elewa jamaa wetu alidanganywa. Vigilante
alidanganywa kwamba na kuwa eti hapa ni upande wa Glasgow, Scotland. Alidanganywa eti mpenzi wake akwara zenyewe hizi. Na basi yeye akakuingilia huku akiamini eti mpenzi wake akwara zenyewe hizi. Kumbe ilikuwa setup. Tulikuwa ni unatuita. Nasikia unatuita. Oh. Nani amewaita? Heri ungekuja huku. Baba Rais tulikuwa marafiki nao. Hebu tuongee nje. Na ni watu wanajua, lakini sasa wameshamgeuka. Ni watu anawajua vizuri sana. Ni watu wanawajua vizuri zaidi, lakini sasa wamepatiwa kibarua wamwangamize. Ana wamepewa kibarua waweze kumtambariza. Kufika upande wa nje wakaongezeka. Yaani unaweza toka kwenye ukuje huku. Wakamwanza. Lakini sasa jamaa wetu vigilante anakuaga wazimu. Ni mimi unagoga ngumi ukiwa nyuma. Kura mawe kwanza. Wewe nawe nakugoga nywele inamea. Ni mimi mnagoga kutoka nyuma. Wewe kwanza nataka ukae hapa kwa hii chuma Wewe nataka ukae hapa kwa hii chuma, nitakuwa nakugoga pole pole. Kaa hapo. Okay. Acha nipigane na hawa. Wewe ukae hapo tu nitakugoga nikitaka, si ndio? Ngoja nipige huyu, alafu wewe uko nyuma nitakukuta tu. Na nataka kuoga mwenye ako nyuma sasa. Kaa kando wewe. Wewe uko nyuma nilikuambia nitakugoga tena. Mukaje ema. Munataka kunipiga vita kutoka na nyuma. That is very dangerous. Hapa ni upande wa Scotland. Na sasa ati jamaa wetu walikuwa wamekuja kutafuta mpenzi wake. It was a setup. Walitaka kumuua. Andreas na yeye ndiye huyo amefanya mkutano wa kifamilia. Andreas amefanya mkutano wa kifamilia akiwa upande wa Romania. Andreas amefanya mkutano wa kifamilia akiwa hapa upande wa Armenia. Asante sana. Wakati huo alipigiwa mawasiliano akiwa Armenia, alipigiwa mawasiliano hapa basi bila shaka pale na Jai Michael White. Na Jai Michael White akamwambia Andreas kuwa ni kazi yake kukabidhiana na kudeal na vigilante. What do you want? What do you want? I have what I want. I'm trusting you with it. What is this? Akamwambia huyo mama na huyo mtoto ni familia yake vigilante. Na lazima vigilante atakufuata. Mimi wakati yeye anakufuata na mimi nataka kuendelea na shughuli yangu. Nataka kuendelea na shughuli yangu huku upande wa Las Vegas. Wewe na wewe uendelee kudili na huyo mtu. Kwa sababu kama hamsumbuani anaweza nifuata na akinifuata sitaweza ku-accomplish mission yangu. Ndio sababu huyo mama nilisema ukae na yeye, ndio jamaa kuja kukufuata. Na jamaa wetu ni mjanja zaidi, yani huyu Jai Michael White ni mjanja zaidi. Yeye ako na operation yake. Hebu tuingie sasa London, United Kingdom. London, United Kingdom. Jamaa wetu alichomoka sasa Scotland, akarudi hapa basi upande wa London. Na anachezewa akili sana na Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White anataka Romanians waendelee kuabidiana na jamaa wetu na yeye aendelee na mission yake. Yule Jai Michael White shisha. Alright. Na uliona kuna makombora ambazo anabeba yule Jai Michael White. Jamaa wetu naye ndio huyu hapa basi amepigiwa mawasiliano na Berry. Berry amepata habari kuhusu pahali ambapo mpenzi wake jamaa wetu walipo. Olala ya. Ndio huyo. Berry alikuingilia. Baba hayutaki kunikiss. Wacha upuzi. Where's my wife? Where's my family? Familia yangu iko wapi? Ilo hapa mtazamaji ni upande wa London. Na kwa hivyo jamaa wetu waliweza kuitwa sasa chenye ambacho wanataka. Jamaa wetu chenye ambacho wanataka kujua ni kujua pahali na ambapo basi familia yake ilipo. Zaidi pale ambapo bibi yake alipo pamoja na yule mtoto. Mwanzo bibi yake alitekwa nyara akiwa mjamzito. Sasa mpaka ameshajifungua mtoto. Barry akona information zote. Lakini anamwambia the bad news is bibi yako kwa Armenia.
Yerevan, Armenia. She is in Armenia. What? The good news is I know where she is. The bad news is that she is in Armenia. Na kwa mikononi mwake Andreas. Na ukijaribu kuelekea pale ambapo Andreas alipo, Andreas will kill you. Inabidi ujichunge sana tena zaidi. Enyewe jamaa wetu hapa basi bara alimwambia mimi usaidizi mwingine siwezi nikakupatia. Hiyo ingine ni yako sasa. I wish you the best and don't die. Lakini jamaa wetu hataki kujua kama ni upande wa Armenia ama ni wapi. Lazima akamuokoe mpenzi wake. Upande wa Armenia nako. Cheki gaidi wa Armenia. No hole. Najua bwana wako aliua kazini zangu. Ni kwanza muda mua hede muhuraka muno. Mtu kama umefugwa anaweza tadika wewe vibaya sana. Demo muno. Mimi ni mkali sana. Natadikaga watu wenye wamefugwa. Jakuli na wewe mua hewe. Unaniweza ukiwa umefugwa. Mimi ni mnoma jo. Mimi ni mnoma. Napigaga watu wamefugwa. Mimi ni mnoma sana. Sasa manza anashindwa. Mwanaume mkubwa kama we unabishana na mimi na nimefungwa. Manza anashindwa zaidi. Itakuwaje jamaa unabishana na yeye na amefungwa? Sasa Red ndiye huyo. Yeye ni girlfriend wake hapa basi Andreas. Na unaona Andreas kama sasa ako na mademu wengine 8. Andreas ako na mademu 8 hapa. Na Red ni manzi wake. Huyu na yeye ni mtoto wake Jade. Jade ni bibi yake Vigilante. Unaona? Jade ni bibi yake Vigilante. Sasa Red aliumwa mwanzo. Yeye ni girlfriend wake hapa basi Andreas. Na Andreas ndiye huyu sasa ako na mamanze kama 50. Salala. Wololo yeye. Na mtoto ndiye huyu sasa Red anashindwa atampeleka wapi mtoto. Jamaa wetu ameshafika upande wa Armenia. Cheki. Vigilante ambaye ana machezo ameshafika upande wa Armenia tayari. Na akafahamishwa ukitaka kujua pahali ambapo Andreas alipo, fuata huyu bodyguard yake. Huyu mnono sasa ni bodyguard yake Andreas. Na sasa kuna jamaa fulani wakati ambapo Andreas alikuwa ameenda upande wa United States, yeye ndiye alikuwa anafanya shughuli na biashara zote. Kwa hivyo sasa hafurahi venye Andreas amekuja. Mwanzo Andreas alienda Amerika kufanya biashara huko. Sasa amerudi hapa ati anataka awe mdozi. Huyu jamaa dai never. Mimi siwezi nikakubali. Hawezi akaenda Amerika alafu akuje huko ati akuwe mdozi. Na mimi ndiye nimekuwa nimeshikilia biashara. Haiwezekani. Lakini yule bodyguard yake Andreas alimwambia yule best. Lazima awe nyuma yake Andreas. Ni olimu. Mimi siwezi kuwa mfanyikazi wa Andreas. Mwambie akamtusi Andreas. Kutusi Andreas alipepetwa na bodyguard. Atamaniambia nimwambie aje? Mwere adhia kio maga. Jamaa alitunga na uma vibaya zaidi na ule bodyguard. Mama na yeye bado anajaribu kufungua kamba zenye zimemfunga Jade. Red alikuingilia. Wewe huyu mtoto wako analia. Kumwambia nifungue mikono nimnyonyeshe. Huyu mtoto anahitaji kunyonya. You used to work for me. Red, give me the baby. Give me the Work for me. You work for me. Anymore. Not anymore. Red alimwambia not anymore. Nipatie mtoto nimnyonyeshe. Come on Red. Ulikuwaga beshte yangu. Ui, mama anang'ang'ana tu venye ambavyo atafungua lile kamba angalau aweze kuokoa hata kama ni yule mtoto wake. Wololo yaye. Ashalala. Basement ni zake Andreas. Andreas alikuja kutubu dhambi zake hapa kanisani. Mwanzo alifahamishwa na ule padri kwamba na kweti Mungu anaweza samehea mtu yoyote dhambi zozote zile.
hata kama umefanya dhambi gani, hata kama umefanya dhambi ngapi, hata kama umetenda dhambi gani, Mungu anaweza kukusamehea. Padri alimwambia stara kama hiyo. Lakini Andreas alikuja akamwambia enyewe hapa, basi padri, mimi sidhani Mungu anaweza akanisamehea. Mwanzo tayari nimeshauza moyo wangu kwa shetani. Roho yangu nishaiuza kwa shetani. Unaona? Roho yangu nishauza hapa basi roho yangu kwa shetani. Sasa padri akamwambia yenyewe, Mungu waga nasamehea watu, lakini sasa kama ushauza roho yako kwa shetani, utasaidiwa namna gani? Hiyo hata mimi imenishinda. Pole sana. Padri alimwambia life, if you have sold your soul to the devil, there is nothing I can do about it. It's above me. Wow. Hata hivyo akona mama senara wake wa kutosha. Huyu Andreas alikuja kachungulia mama senara wake stara kama yokoro pande wa chini. Andreas, kuna kitu moja Andreas hafikiri. Andreas hawezi akadhani ati jamaa wetu anaikuingilia hapa. Wakati huo kwenye territory zake Andreas, mama senara wake wanafanya mazoezi. Mama senara wake Andreas wanafanya mazoezi arasha kwa paro kipenda stara kama hiyo. Sasa mama senara wake Andreas, haya Red naye ndiye huyu alikuja. Kumbe ilikuwa June 22nd, siku yenye mamanzi wa vaagi waruwaru. Kwa hivyo haisuru alikuja kumwambia hapa, basi Andreas, mimi nakupenda hata kama uko na mamanzi 5,000, mimi nakupenda, twende out. Na wakaamua kwenda out kujionea mziki. Ala, walichomoka sasa hapa basi Andreas wakuwa na Red, na elewa jamaa wetu anamfuata bodyguard wake Andreas, na popote ambapo Andreas anakuaga, bodyguard wake anakuaga hapo karibu. Kwa hivyo jamaa wetu vigilante aliweza kumfuata bodyguard wake Andreas mpaka akajua pale ambapo Andreas alipo. Asante sana maridadi. Andreas na yeye ndiye huyu wamekuja muugidhi ya huku. Naona Andreas wamekuja muugidhi ya huku. Ashalala. Andreas wamekuja muugidhi ya ara zenyewe hizi. Acheko maneno. Ashalala. Wololo yaye. Sasa mtazamaji, huku muugidhi inakuwaga fani. Juu venye watu ati unakujaga unasikia watu wako na gitaa, mayoyo wanakuja kurap na kadhalika. Huku muugidhi ya huku ni hii, cheki. Ati sasa hiyo ni muugidhi. Yaani ati ni kucheza mziki sasa. Hii ndio uhangara ya huko. Mtazamaji ukijaribu wana kama hiyo pali kama huku. Ati watu wamekuja muugidhi, wewe na unakuja kupuliza kitu kama hii, utagogwa. Karubeta, imagine ati watu wanalipa 2,200 wakuja kujionea mtu wa karubeta. Ukijaribu kitu kama hiyo pali kama huu ni unagogwa, unasimamia thogono ya bana cheza makalema motiume. Why? Bas, naye jamaa wetu alikuja katafuta kipi. Kipi ni 1,000. Kai. Nataka uzubaisha ya mabouncer. Ujifanya mimi ni anko yako na sijui kuongea Kiarumenia. Babash. Watu wamelipa 2,000 wakuja kujionea karubeta. Kila mtu amelipa 2,200 akuja kujionea hii karubeta inapulizwa namna hiyo. Nakwambia ukitaka kwenda nyumbani bila meno, ripisha watu pahali kama huku. Alafu waambia ati sasa ati umekuja kucheza karubeta. Huyu ni anko yangu, anataka tu signature ya huyo mundu wa karubeta. Anataka tu autograph. Tafadhali wache ni plan. Walizubaishwa na mtoto, kuzubaishwa na mtoto wale mabouncer. Punde si punde walistukia wakuwa wamegongwa kama drama za haleluya. Cheki kuzubaishwa kidogo yo waseme kushika shika ndani. Nilikuwa nataka tu mzubai kidogo. Sura nyinyi. Ana kedo thie kana goigirire.
Hapana, ndiko padi yako. Okay, mshahara umekula Ago. Bash. Jamaa wetu akaingia kule upande wa ndani sasa na akachukua bunduki la wale walinzi. Ili wakule kwa gate hauwezi ingia ukiwa na bunduki. Sasa jamaa wetu alikuingia mpaka pale ambapo Andreas alipo. Mishoni yake kubwa ni Andreas. Mishoni yake kubwa ilikuwa gani Andreas? Red anampenda sana Andreas, lakini Andreas hanaga kazi yake. Red, yumpenda sana Andreas, lakini Andreas hanaga kazi yake. Andreas hana haja na yeye hata kidogo. Don't move. Don't make a scene. Msijaribu kuonekana kama umehandle Andreas. I want my wife and my kid. Sitaki hadithi, sitaki mambo mingi. Nataka bibi yangu na mtoto. Na utajaribu kuspidisha brother. Utajaribu kufanya haraka. Mtoke pole pole. Kama watu wameitiwa kamito. Mama na yeye anaendelea kukata zile kamba. Bas, kamba zikakatika. Sasa cheki operation yenye aliweza kuandalia. Anatumia masilaha zao kuwashambulia. Cheki. Akachukua hiyo bunduki akapiga nayo huyo ako hapa, kisha akachukua ile iko huyo akapiga huyo, na yule alikuwa nyuma akapiga mwenye alikuwa mbele, akamaliza namna hiyo. Dead. Why? Like wife, like husband. Kisha just imagine mtoto wake aliwekwa pahali kama hapo. Enyewe Red ni mnyama. Anaweka mtoto kwa tray ya mayai, just imagine. Mtoto anawekwa kwa tray ya mayai. Na ni mtoto mdogo. Alalayaye. Ashalala. Where is my family? Bibi yangu na mtoto wako wapi? Kumbe bodyguard aliona kile kitendo. Akaamua hapa basi shoot him. Uwa huyo mtu. Muue. Akajikinga na maze. Kujikinga na maze. Andreas akamwambia sasa ni nini hiyo unajikinga nayo? Sina haja nayo, ukitaka kumuua muue. Bodyguard kuchomoka na amesikia manzi imesemekana akitaka kuuawa uawe. Hawana haja na yule Red hata kidogo. Ingawaje Red amefanya kila kitu kumfurahisha hapa basi Andreas, lakini Andreas hana haja na yeye. Mashambulizi. Kwanza bodyguard akapiga manzi marasasi stara kama hiyo. Bodyguard akapiga manzi marasasi stara kama hiyo kumwangamiza. Jamaa yetu kucheki Red ni kuisha maneno. Aligeuka akawa msaliti kwa sababu ya ule gaidi, lakini gaidi hana kazi yake hata kidogo. Walinzi ndio hawa. Sasa ni kitanzi. Jamaa wetu kuhipa shisha. Jamaa wetu ni hipi shisha. Ai, alalaya ye. Shalada. Wa. Andreas ni kuhepa yani. Na jamaa wetu wanamfuata. Andreas ndiye anahepa. Lakini jamaa wetu hapa basi bila shaka pale. Vigilante anamfuata. Vigilante hapa bila shaka pale anamfuata. Andreas na yeye ni kumeria. Wadokini wale mwa. Wase kumeharibika mara moja. Jamaa wetu na yeye hapa basi anamfuata bila kuachana na yeye, bumper to bumper, na bado anashambuliwa hapa basi na magaidi kutoka upande wa nyuma. Vigilante anataka kujua pale ambapo bibi yake alipo. Bodyguard na yeye ndio huyo mbio sabra shaka pana na dinga dake. Bodyguard ndio huyo mbio na lile dinga lake speed bodyguard. Andreas ndani ya lile dinga, faster Andreas ndani ya lile dinga, kisha speed hapa basi bila shaka para na jamaa wetu akapata hapa basi kagari kingine, kachukua speed ya sabra shaka para kufuata shasha. Style gani? Speed kagari kingine, give me your car. Sasa nitaenda nyumbani namna gani, niko na mtoto. Okay, chukua 10,000, chukua taksi hapo, gari utaipata. Basi na yunayo twende shasha. Jamaa wetu ni kumfuata Andreas sasa. Mwanzo anataka Andreas amwambie pale bibi yake na mtoto walipo. Yuataka Andreas amwambie pale ambapo bibiye na mtoto wake walipo. Hicho ndicho kitu na ambacho jamaa wetu anataka, bibiye na mtoto wake shasha. Cheko maneno. Ashalala. Ako wapi bibi yangu na mtoto? Andreas, utanipatia bibi yangu na mtoto. Andreas, manze utanipa bibi na mtoto. Bibi yangu na mtoto, manze utanipa. Nani nyakati manze za usiku.
aliendelea kumfuata Andreas. Andreas na yeye anatoroka anaelekea nyumbani. Huku wamefuatwa. Na ni nyakati za usiku, huku ni Armenia, jamaa wetu hajui mabarabara, kwa hivyo lazima afuate hili jitu bampa to bampa. Andreas lazima afuatwe bampa to bampa. Ala. Andreas. We kamata roundabout usara kama hiyo. Kamata roundabout. Wana polisi na wao ndio hawa. Ni nini? Hiyo kitu gani watu wanakimbia huko ovyo ovyo na ni usiku? Polisi sasa upande wa nyuma. Polisi wamesikia mlio wa risasi na kisha kuona madinga ambazo zinafuatana na kwa hivyo sasa wana polisi wanataka kujua ni nini haswa na ambacho kinaendelea razanyo hizi. Ashalala. Nyakati ndizo hizo basi nishakufahamisha ni za usiku. Jamaa wetu na yeye ndiye huyo na anamfuata yule gaidi hapa kwa hapa, yani bampa to bampa. Sasa jamaa wetu akaanza kuligonga lile dinga. Cheki. Akaanza kulishambulia lile dinga na jangili alikuwa anatoroka aelekee kwake nyumbani. Jangili alikuwa anatoroka aelekee kwake kwenye basement zake za kinyumbani. Dinga likagongwa stara kama hiyo. Asante sana. Maridadi. Dinga kugongwa, jamaa wetu akatoka mbio. Aligonga dinga la kimagaidi na kisha akachomoka. Cheki. Bausa kuchomoka. Pigwa marasasi kumalizwa. Bash. Utaniambia pale bibi yangu na mtoto walipo. Utaniambia pale bibi yangu na mtoto walipo. Ukabamano wake beti. Toka. Kwako ni wapi? Kwangu ni hapa. Bibi yangu na mtoto wako wapi? Aya. Hata ndio ule anakuja. Sasa jamaa wetu kuona bibi yake na mtoto hata alisahau kama hapa basi alikuwa amemhanda yule gaidi. Cheki. Alisahau kama alikuwa amemhanda gaidi, ingawaje gaidi alikuwa ameumia kidogo. Lakini Jade aliweza hapa basi kuvamia wale walinzi, akawapiga marasasi. Kisha kaambia jamaa wetu, mtoto wetu ndiye huyu manzi. Ndiye huyu mtoto wetu. Asante sana. Asante sana. Jade umefanya kibarua kizuri. Kumbe jangili pale alikuwaga na yeye. Dinga, moto, petroli, dinga, kalipuka akiwa hapo. Yule jangili chasha. Jamaa yetu akaona huyo ni kuisha maneno. Akaona Andreas ni kuisha maneno. Kwa hivyo sasa wacha kwanza afike upande wa Moscow, Russia. Atulie kidogo. Jamaa wetu Vigilante rudi moja kwa moja hadi upande wa Moscow, Russia. Kuja kupunga hewa kidogo na wakiwa basi na mpenzi wake ni ule Jada. Lakini hata hivyo kuna jamaa moja ambaye amecheza na akili za jamaa wetu zaidi, yule Jai Michael White. Na alifanya jamaa wetu moja kwa moja hapa basi Vigilante aweze kurudi hadi upande wa United States of America, na akakuja kutafuta Berry. Na Berry alikuwa anajua pahali ambapo Jai Michael White aliko. Na akamdirect Vigilante. Barrington was behind the whole thing. He played you. He played the Armenians. He's been behind it the whole fucking time, man. And now he's getting paid to tip the global. Na akamwambia live, kama kunaye mtu ambaye ako na makosa ni Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White kuna operation ambayo ako nayo ya kigaidi yenye ilifanya ahakikishe wewe na Armenians mnawindana usiku na mchana. Yeah, you can thank me later. Unajua pari yako? Ndio. Kumbe sasa baada ya The Kid kuuawa, jamaa wetu alitumua msaidizi mwingine kwa jina la The New Kid. Juni 22 ijaisha nike motana ameharukia. Mbona amuvai? Sasa kamwambia thanks you for nothing. Ndio sababu hatuvai. Vasuruali. Kima idea. Manza kamwambia okay, I'm the new kid. Hiyo ni kumaanisha basi mimi ndiye ninakusaidia kumkamata Jai Michael White. Squeeze him for injury. Then we pop him. No, we don't pop a guy like Barrington. Your call. You wearing that? No, bro. Okay, twende. Abe, hatuvai. Okay. Kaa hivyo. Maisha ni yako hapa basi. Your dress, your choice. Ukisikia hautaivaria, kaa namna hiyo. Maridadi.
Sasa mwenye wanataka kukamata ni Jai Michael White, na ndio sababu mwanzo wetu hapa basi the new kid. Huyu manzi sasa ndiye anajulikana the new kid. Baada ya kid kuuawa, huyu sasa ndiye the new kid. Venye amekuvaria shasha. Why? Kwa nini kuvaria style kama hii sexy? Amekuvaria visexy style kama hii. Mwanzo anataka kumseduce hapa basi bila shaka pale Jai Michael White ili wapate nafasi mzuri ya kumuua Jai Michael White. Ili wapate nafasi mzuri ya kumuua Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White kwa hii club hajawahi ona huyu manzi. Na kwa hivyo hapa basi wakati tu alimuona Jai Michael White, Jai Michael White wakati alimuona yule the new kid alimtamani. Na jamaa yetu kuingia hapa kuna demo alikuja. We, utatoa 500. Kwa kabisa. Oh sorry. Kwa wake nyinga tena modo. Mbona unafukuza demo namna hiyo? Jamaa yetu akaambiwa kumbuka tuko job. Mimi namzubaisha Jai Michael White. Nishaandaa pahali nitampeleka. Bash. Lazima atuambie mishoni yake ilikuwa ni nini. Huku upande wa Los Angeles. Tamba basi na shaka paro staro kama hiyo shasha. Manze wetu. Jai Michael White kuona. Nero wanaume ni wale tu. Eda Jero ama ukipenda team mafisi. Kwa hivyo Jai Michael White kuona yule manzi hapa basi akatoa ofisi wake wote. Unaona? Akatoa ofisi wake wote. Naye manza akakuja akamwambia, nimeona venye umenicheki. Huo ofisi wako ninautaka hata mimi. Nataka huo ofisi wa yours. No gerega. Alalaya, Jai Michael White akakubali kuwa ofisi. Check maneno. Jai Michael White akakubali kuwa ofisi. Na jamaa wetu alikuwaga mtaa. Asante sana. Maridadi. Ni kwa kasino na watu wanaendelea kucheza stara kama hiyo hapa basi bila shaka pale na jamaa wetu alikuwaga Aria. Maridadi. Kisha Jai Michael White akakuja kuzubaishwa hapa basi bila shaka pale stara kama hiyo. Hajui huu manze wako pamoja na vigilante. Manze akajifanya sasa ati ni makagari anataka kutoa, kumbe badala ya kutoa makagari alitoa bunduki. Cheki. I'm sorry. Umekuwa na plan. Ulipatikana ukitoa masilaha fulani kule upande wa Romania. Sasa tunataka kujua what is your plan. You're gonna tell me what's going down. What's going on downtown? You met your buddy B. Oh, let me guess. That psycho thinks he's a hero. Mko pamoja na vigilante. Lakini Jai Michael White alimwambia ukweli ni kuwa tumetega makombora mingi zaidi na tunataka pesa. Hiyo tu ndio plan. Kosa kutupatia pesa tunalipua kombora moja. But hata kama nimekuambia naendaga nikuwa nimejibebea security. Manzi wa kigaidi ambaye ni bodyguard wake akakuingilia. Wewe the new kid kuliharibika tu mara moja. Kuriharibika mara moja. Kisha Jai Michael White akamwambia hapa basi bila shaka pale wacha nikwambie niko na biashara ya kufanya kutafuta pesa. Kwa hivyo nyinyi endeleeni na kupigana. Jai Michael White akachomoka. Cheki. Kule upande wa juu vita zinaendelea. Jai Michael White anachomoka. Ako na operation na mission zake za kutengeneza pesa kivyake. Kidogo. Shalala. Sasa huku nako ni kitanzi baina ya the new kid na bodyguard wake Jai Michael White. Bodyguard wake Jai Michael White na the new kid hapa kana tamba sasa mkono kwa mkono. Cheki. Twende sasa. Salala. Welelelele. Cheki. Machupa zikaanguka kwa kasino. Talegene vigari. Watu hakuna watu wanaogopaga polisi kama hawa watu wa kucheza poka. Jamaa wetu na yeye wana majangili wengine akawanza. Anamtaka Jai Michael White. Toka. Why? Vigilante upande wa mkono. Aba na machizo. The new kid na yeye. Na yule bodyguard wake Jai Michael White. Wala la 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 la. Huko na kitanza shasha.
remote ndio tu inaweza ikategua makombora mingi zaidi zenye zimetegwa hapa basi kwa hii town. Makombora mingi zaidi. Na ambazo zilikuwa zimetegwa na Jai Michael White. Mwanzo Jai Michael White alikuwa anataka akiitisha serikali pesa ikataa, analipua moja. Watu kadha wanakufa, anawekewa pesa. Na kulingana na mtambo wa tarakishi, makombora zenye zimetegwa ni makombora nyingi zaidi. Makombora zenye zimetegwa ni makombora nyingi zaidi kulingana basi na venye ambavyo zinaonekana kwa kompyuta. Na kwa hivyo alikuja kaambia jamaa wetu yeye ni mwanabiashara, na kwa hivyo chenye ambacho anataka ni kupatiwa pesa mingi zaidi. Ametega makombora nyingi zaidi. Na ambazo yeye ndiye ako na remote. Kwa hivyo atakuwa anaitisha serikali pesa, anakula. Akiona kama ako karibu kusota, anatisha tena. Analipua kombora moja, anapatiwa pesa zingine. Kwa hivyo yeye ni mwanabiashara, na hiyo ndio plani yenye amekuwa nayo. Unaona? Kwa hivyo kaambia jamaa wetu bye. Mimi sina ubaya, nimeenda kutajirika. Lakini punde si punde, kumbuka majangili fulani kule upande wa India ambao jamaa wetu walikata mwenzao sikio. Hawana wao kombora ndilo hili woya. Wolfman. Sekunde ni 20 sasa. Sekunde ni 17 sasa, 15. Hapa kuna waya mbili, anafaa vuruta moja. Akivuruta moja mbaya inaweza ikalipuka. Vuruta ya duda, vuruta kama baya. Wolfman akavuruta waya moja. Kombola likaacha kujihesabu. Sasa walia abai hii kitu tumeweza. Hii kitu tumeweza tukiwa na wewe. Na kweli serikali iko na mkono mrefu. Unaona venye tumefanya hii kazi tukiwa na wewe. Hii kitu tumeweza bwana. Hii ni mambo ya serikali. Hii ni mimi nimefanya. Ati ni nani amefanya? Bole, ni wewe umefanya hii kitu. Bwana polisi amefurahia, anasema ati ni yeye wakiwa wao. Na hakuna kitu wamefanya, ni makelele tu. Shalala. Wololo yaye. Makombora ni nyingi sana zenye zimetegwa na remote iko kwa mfuko hapa basi wa Jai Michael White. Lakini kumbe right on time wale ma-Indians wakakuingilia. Wewe. Nakumbuka ule jamaa ulikata sikio hao ni ma-terrorist wenzake. Venye utaonyeshwa wewe. Haya, jamaa kakamatwa. Orakamatwa sana kama hiyo Jai Michael White. Shalala. Jai Michael White alikamatwa desaini kama hiyo. Sasa wanataka kumpeleka upande wa India wakamtese. Naona? Jamaa wetu na hii fast. Richa anakuwa alivunjwa mkono na akawachwa akiwa uhai. Alichomwa ile simu speed. Hii simu ndio remote ya kutegua zile makombora zote zenye zimeweza kutegwa. Ala, jamaa wetu akaamua hapa basi fanya kitendo speed. Watu nakupeleka India. Kaambia ni sawa, lakini kabla mnyenipeleka India, wacha kwanza nifanye kitendo. Oi. Aliiba namna gani huyu mtu? Itakuwaje aliweza kufanya huu wizi? Sasa jamaa wetu fast hapa basi bila shaka pale aliweza kutegua zile makombora zote. Check. Asante sana. Aliweza kuzitegua zile makombora zote. Cheko maneno. Zile makombora zote zenye Jai Michael White alikuwa amezitega. Jamaa wetu fast aliweza kuziswitch off. Cheki. Aliweza kuziswitch off zote. Ala, mission yake jamaa wetu hapa basi bila shaka pale kuwa ni successful. Na plan ya Jai Michael White ya kulipua hapa basi sehemu tofauti haikufaulu. Ala. Vigilante akokuwa maisha ya watu. Vigilante tayari ameshaokoa bibi yake. Vigilante ameweza hapa basi kwa accomplish mission yake. Na stara moja tena marada zaidi. A bloodbath tonight at a downtown Los Angeles. Na kwa hivyo ripoti zikawa kwa maruninga. Hapa basi kuna makombora mingi zaidi hapo pande ya Sabra Shakapara wa Los Angeles ambazo zimeweza kuteguliwa. Inasemekana watu wengi zaidi wangeweza kuiaga dunia kama sio venye hapa basi Vigilante aliweza kutekua zile makombora. Kwa hivyo Vigilante ameweza kufanya kibarua mzuri zaidi. Vigilante ameweza kuokoa maisha watu wengi zaidi. Mpaka basi Mike Hanova alikuja hapa basi kuhojiwa kwa maruninga. Huko Mike Hanova anasema ni mimi tukuwa na Vigilante, yani sisi mimi Vigilante, sisi mimi sisi Vigilante na mimi na mimi na Vigilante tumeweza kuokoa maisha ya watu. But all the same basi dogo brother mpenzi mtazamaji, ikawa watu walifurahia zaidi upande wa Los Angeles mwanzo hapa basi bila shaka pale Las Vegas na kadhalika na sehemu zinginezo. Mbele makombora zenye zilikuwa zimetegwa zingeweza kuangamiza watu wengi zaidi. Lakini Vigilante
akasaidia. Sasa Mike Hanova na yeye anadai ati yeye ndiye amefanya kazi kubwa sana. That's what I've been saying. I'm always involved somewhere, one way or another. Yeah, akadai venye watu wameokolewa maisha yao hapo Pandora's Angels. Hapa basi bila shaka pale mimi nimefanya kibarua in one way or the other. Sasa ni Mike Hanova. Other same basi Mike Hanova akadai yeye ataendelea kufanya kazi na Vigilante na maisha ataendelea kuwa stara kama hiyo. Mtazamaji, nilikuambia hii story yote ni Michael Madsen alikuwa na hadithia. Na Michael Madsen wakati J. Michael White alikuwa anatega makombora walikuwa kimoja. Na hii hadithi yote alikuwa na hadithia nani? Kemoda kwa jina la Danny Trejo. Ndio huyo Kemoda kwa jina la Danny Trejo. Sasa naye hapa basi J. Michael White akaulizwa, na wewe uliwezaje kutoka kwa wale watu? J. Michael White akadai wale watu niliwagoga. Ati wanipeleke India. Niliwagoga kama drama za Haleluya. Niliwalipua nikawapepeta baada ya kupata sina ile remote, nilifanya revenge na wao. Niliwapiga baka ile gari walikuwa wamenibeba nayo nikaitandika bado. Nikajiokoa. Michael Madsen akamwambia, na hawa watu nasikiaga wanakuaga wengi. Hicho kikosi ni cha watu wengi zaidi. Huenda walikufuata. Danny Trejo akamwambia, ni kweli huenda mlifuatwa kwa sababu hawa watu wako nyuma yako wana shida wakikuangalia. Huenda ni wewe wanafuata. Na ni kweli kumbe ni wale magaidi. Michael Madsen, kuna watu wako nyuma yangu, na unajua tulikuwa kwenye hii mission tukua na wewe tutengeneze pesa, kwa hivyo tuna deal na wao. Sawa? Sawa. Tunahesabu 1 mpaka 5. 1 5 wakawapiga wale majangili marasasi marashaka parasara kama wakisaidiwa na Danny Trejo, wakawapiga wale ma-Indians marasasi disane kama hiyo kuwatambariza. Danny Trejo ndiye huyu ndiye alikuwa na hadithiwa, na hiyo hadithi ilikuwa inapatiano hapa basi bila shaka pale na huyu Michael Madsen, na kisha Michael Madsen akadai yeye yenyewe alijaribu kumwangamiza Vigilante na akashindwa. Maybe one day, one time, in one way or the other, atakuja kumtuma hapa basi J. Michael White aenda kamarize Vigilante. Otherwise, alishindwa kumaliza Vigilante. Walimwacha Danny Trejo stara kama hiyo, ingawa walimlipa hasara ya kuharibu klabu yake, lakini waliweza kumwacha hapa basi bila shaka pale Danny Trejo stara kama hiyo. Hiyo story yote ilipatianwa na Michael Madsen. Mwanzo Michael Madsen alikuwa anataka hapa basi bila shaka pale kumtumia Vigilante kama venye anamtumia J. Michael White, lakini Vigilante alikataa kutumia stara kama hiyo. Na akadai yeye atakuwa msaidizi wa watu, msaidizi wa raia, atakabidhiana na majangili, atakuwa kidil na kufagia waraguzi wa madawa za kulevya, waraguzi wa masilaha, wezi wa kimabavu, wezi wa kupigana geta na wezi wengine wa aina hiyo. All the same, Vigilante ameokoa bibi yake, ameokoa watu, alimwokoa Mike Hanova, na ameokoa hapa basi Los Angeles kutokana na mashambulizi yenye yangeshambuliwa na zile makombora. Ikiwa na maana Vigilante